Bana, taarifa kutoka Simba. Simba juzi walikaa kikao kizito sana. Yes, baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Azam, waliamua kufanya mazungumzo. Viongozi walikutana kwa pamoja kuweza kutengeneza umoja. Unajua Simba kulikuwa kuna makundi. Kulikuwa kuna watu ambao wao wanaamini labda wametengwa ndani ya klabu baada ya uongozi mpya kuja. Kwa yote hayo yameisha wakati huu. Ina maana walikutana viongozi wale wa zamani ama wale watu wengi ambao wana nguvu pale Simba walikutana, mwisho wa siku wakazika tofauti zao. Na target yao kubwa ilikuwa ni kujadili kuhusu mwenendo wa klabu yao kwenye hizi match ambazo wanaenda kucheza, na maanisha kwenye ligi na vile vile kimataifa. Kumbuka Simba kimataifa hadi wakati huu na wakati mgumu inatakiwa imfunge Esperance ili iweze kufufua matumaini, ama ichukue alama 4 kwa Esperance ili iweze kufufua matumaini yake sasa ya kuwa na uhakika wa kwenda katika hatua inayofuata kwenye michuano ya CAF Champions League. Na mwezi wa kwanza tu hapa tunakutana na Esperance Sportive de Tunis, na Simba iweze kwenda kucheza mechi hiyo ikiwa na mgongano ama kukiwa na mkanganyiko ndani ya klabu. Kwa ndio maana unaona viongozi wa timu kwa ujumla na watu wenye nguvu ndani ya kikosi cha Simba wakaamua bwana, tukutane tuongee. Kwa kikao kilifanyika juzi, kilikuwa ni kikao kizito cha kuwekana sawa, wakawekana sawa. Ina maana nguvu imeungana sasa. Ina maana kwa taarifa nizo nazo mimi za ndani kabisa, ina maana wakati huu hakuna tena timu. Kuna siku Clesentus Magoli ameshaye kusema kwamba Simba kuna watu wanaamini bila wao Simba haiwezi kufanikiwa. Umeelewa Kwa sasa baada ya lile tukio ama baada ya yale maneno, nafikiri na timu kufanya vibaya hapa, watu wakaona sokesi, hakuna kuvimbishiana ama kutunishiana misuli, tukutane tuongee. Wamekutana, wameajenga. Baada ya kuajenga sasa maisha mengine yanaendelea. Na target yao namba 1, kumbuka wachezaji wa Simba wamepewa likizo ya wiki moja na hii likizo Simba wataporejea, ina maana wiki ijayo hilo watakuta kocha mpya yupo. Yaani ndo azimio lao ni kwamba baada ya wachezaji kurejea kambini watakuta kocha mkuu yupo. Ina maana Sulemani Matola hawezi kuwa kocha mkuu wa Simba, ataendelea kwa makamu coach pale Msimbazi, lakini kocha mkuu mwingine anakuja ama analetwa kocha mwingine ambaye sasa anakuja kutuonyesha ukali wa Simba mpya. Kwa Simba wameamua hilo pia bwana, kocha mkuu mpya anakuja, kocha anakuja kuvaa viatu vilivyoachwa na manager Dimitar Pantev, ambaye kwa upande wake yeye anaamini uongozi wa Simba ndo chanzo cha yeye kushindwa kufanya vizuri. Nilijaribu kuwasiliana naye kidogo, nichati naye, asema viongozi wa Simba ndio wamechangia yeye kufanya vibaya. Nakumbuka pia Simba wanaenda kwenye uchaguzi, kwa kama viongozi wa Simba na matatizo, nafikiri ni wakati wa Simba kuwa na viongozi wapya ama kuwa na sura mpya ndani ya timu yao. Kwa sababu kama kwenye timu yenu mnakuwa na makocha wapya, ama mnakuwa na makocha wapya, mnabadilisha makocha kama 9 hivi wameondoka, lakini timu haichukui kombe lolote, maana hata nyinyi viongozi ambao mnawaleta makocha pia mnasajili wachezaji, mjitathmini. Kwa kile kikao cha juzi kinaweza kikawa na msaada, timu ikaungana ama wao wakapata nguvu wakaungana, lakini hakitawaondolea kipigo kama timu yao ni ya kawaida. Yes, kwa sababu unapokuwa kiongozi kwenye timu unatakiwa pia uwe karibu sana na wachezaji. Utofauti wa Yanga na Simba ni mmoja. Yanga wamefanikiwa kwa sababu wana viongozi wachache ambao wapo karibu na timu, lakini wana ushawishi. Yaani mchezaji akimuona Engineer, akimuona Rafati, akiambiwa hiki anamsikiliza. Hasa unakuta Simba na watu wengi kwenye cheni yao, lakini sio watu wa mpira. Of course mimi naweza kuzungumza hivyo, sio watu ambao unaweza kusema wanaweza kaishi kwenye mpira, wanaweza kawapo tayari kupambana kwa ajili ya timu. No, Simba na viongozi wengi ambao wapo pale kujinufaisha wao. Yaani wapo pale Simba kuweza kuitumia Simba kama ngazi ya wao kufika sehemu fulani, ama kama ngazi ya kufanya mambo yaende. Kwa hiyo taarifa nilionayo mimi wakati huu ni kwamba, ama ninayokupa, kile kikao kimeisha na target ni kocha. Na kocha ambaye mpaka wakati huu nazungumza mimi na wewe hapa unayenitazama, kocha ambaye ana nafasi kubwa ya kuchukua mikoba ya kuinoa Simba anaitwa Mohamed Saili. Huyu jamaa ameshawahi kufanya kazi pale RB Salzburg, Austria. Wote mnajua RB Salzburg ni sehemu ambayo ametoka Erling Haaland, mtambo wa mabao ambaye anacheza Man City pale, na nyota wengine wengi sana wametoka pale, kina Patson Daka na nyota wengine wengi sana wametoka kwenye ile timu ya RB Salzburg, timu ambayo inajulikana kwa kulea vipaji.
Na huyu Mohamed Sail alikuwa kocha wa vijana ndani ya ile timu. Alifanya kazi ya kuwanoa vijana ndani ya ile timu, lakini baadaye sasa kaondoka zake kaenda zake Wolfsburg pale pale katika nchi ya Austria. Ligi yao inaitwa Bundesliga wa jamaa. Akapiga kazi pale, baadaye akaja alikuwa ni kama sporting director, mkurugenzi wa michezo wa ile timu ya Wolfsburg. Baadaye akawa assistant coach, na kuna wakati akawa caretaker. Sasa baada ya kocha kuondoka 2019, ile kocha kuondoka, yeye akapewa nafasi ya kuwa kocha mkuu. Umeona, akaiongoza timu kwa muda, akafanya kazi pale. Mwisho wa siku sasa akarudi Afrika. Aliporudi Afrika, akakuja kufanya kazi Club Africain ya Tunisia. Huyu jamaa ni Mtunisia, na kama hiyo haitoshi, amekuja kufanya kazi ndani ya kikosi cha US Union, inaitwa Union Sportive Monastirene, watu wengi wanaifahamu, aka US Monastiri. Napo walikuwa anafanya kazi hapa. Amefanya kazi kwa muda wa kutosha tu. Kwa huyu ndo kocha ambaye hadi wakati huu anaongoza kwenye mbio zile za kuwa kocha mkuu wa Simba na miaka 47. Kwa vyambo nilivyo mimi ni kwamba Simba ndio walikuwa wamefocus naye sana, kwa sababu style yake ya uchezaji ama ufundishaji wake unafanana na Fadlu Davis. Yani kimbinu ni kama Fadlu Davis. Fadlu Davis ni mtu ambaye anashambulia, lakini anataka kumiliki mpira ili timu yake isishambuliwe. Anataka kufunga 1-2 lakini timu isitafute magoli mengi. Na huyu jamaa tabia yake ni hiyo hiyo. Kwa wanaona, kwa sababu wachezaji wale wengi walisajiliwa na Fadlu Davis, ina maana huyu akija hata badilisha vitu vingi ndani ya Simba, ataifanya itembee kwenye njia ile ile. Kama ambavyo ulimuona Matola, kuna mechi alizoachiwa hapa, alijaribu timu yake itembee kwenye njia ya nani? Ya Fadlu Davis. Umeona? Kama ile mechi ambayo walishinda mabao 3-0 katika dimba la Isamuyo dhidi ya Isamuyo, dhidi ya nani? Ya Mbeya City. Kwa hiyo huyu jamaa Mohamed Sail ndio anayeongoza kwenye hizo mbio za kuwa kocha Simba, kama mambo yataenda fresh. Na maana hizi siku 2-3 zilizosalia sasa ndio tutaenda kumjua kocha wa Simba rasmi. Na maana yani kabla ya wiki haijaisha ama mwanzoni mwa wiki lijalo, Simba wataweza kumtambulisha, bwana kocha wetu ni huyu hapa. Lakini target yao kubwa ni kumpata kocha mkubwa ambaye atakuja kuwaongoza kufika nchi ya ahadi. Kumbuka wameshapotea sana kwenye mashindano mbalimbali. Ndio maana Simba wanahitaji kurudisha heshima, na ndio maana kitu cha kwanza kwao ilikuwa kwanza wakutane, wakae kikao. Wakishakaa kikao, wayajenge, wayazungumze yote, makosa yote ambayo yametokea yaweze kurekebishwa ili timu yao iwe na umoja. Kama kauli yao ambayo inasema Simba nguvu moja, basi waliamua kukutana wazungumze ili timu yao iwe na umoja. Kishakuwa na umoja kwenye timu, mnakuwa na nafasi nzuri sana ya kufanya vema. Kwa hiyo tusubiri tuone bwana kikao cha Simba kitazama tunda gani. Lakini kama nilivyokuambia hapo kwamba Simba wamekutana, wameyajenga, na sasa target yao namba 1 ni kuweka nguvu zao kimataifa. Wanaamini wana nafasi ya kufuzu kwenda katika hatua inayofuata Champions League. Unaweza kaniandikia comment hapo, unafikiri Simba atafika wapi kwenye michuano hii ya Champions League na ligi kuu? Ameshacheza mechi 5 hapa, katika mechi 5 ameshinda mechi 4. Na maana bado ana wastani mzuri. Dondosha comment yako hapo. Asante kwa kuendelea kuifuatilia Nyota Sports.